Seneta wetu wa Nairobi. Man! Dagoretti oye! Mheshimiwa Rais, hapa tayari you're preaching to the converted. Hapa kuna tu kitu moja. Wao wamesema ni two term. Wapi two term ya rais? Wapi two term ya rais? Two term. Asante sana. Mungu awabariki. Kama kuna jambo moja kila mtu atakubaliana nami ni kwamba Ruto amefika wakati ambapo hakuna hata mmoja anataka kumsikiza. Wakisema one term tunawaambia nini? Tunawaambia nini? Ruto yani amekera wananchi. Imefikia wakati ambapo hakuna yule anataka kupoteza hata sekunde zake 10 kuweza kusikiza huyu mwanaume. Sababu ambazo zinafanya kuna yule ambaye anataka kumsikiza ni moja. Ruto ni muongo. Kuna sababu nyingine. Kabla niendelee, ningekukumbusha ni kwa nini mtazamaji nimeamua kuzungumzia hili. Ni kwa sababu ya ile matukio ambapo wananchi kwa wingi wamepiga kelele hasa wakati alikuwa akiwahutubia jijini Nairobi. Unataka pesa? Hiyo pesa si yako. Hiyo pesa umetolewa na rais. Nataka do fadhe. Ama tuharibu. Nataka do. Nataka do. Pesa tunataka fadhe wewe. Nataka do. Pesa mobilization. Pesa mobilization nataka. Nataka pesa. Nataka do. Watu wa pesa, tunataka pesa. Oya, tunataka pesa. Pesa mobilization inatoka mapema. Pesa mobilization inatoka mapema boss, tunataka do. Kama sivyo tukunyore na umsongo. Tunataka pesa. Tunataka do. Pesa mobilization inakujanga mapema. Pesa ama kuchoma hizi. Ama tutachoma hizi reflector hapa. Kuchoma hizi vitu. Hatutabiki wale. Kabla niendelee, karibu katika kituo hiki. Na ile shida ambayo nimepatana nayo ni kwamba mtazamaji ukitazama video ama kanda hii huwa mnasahau kulike na kusubscribe. Chukua sekunde ili uweze kulike na kusubscribe ili tujenge kituo hiki tuweze kuelimishana, ili pia mimi angalau nipate unga. Ruto kwa mikutano mingi ambaye amefanya hasa maeneo ya Nairobi ni kwamba wananchi wa Nairobi wamechoka. Tumeshuhudia pale ambapo alisimama katika barabara kuu ya Thika Road akitaka kuwahutubia wananchi. Wakafunga barabara lakini hakuna yule alitaka kumsikiza. Wananchi walipita huku wakiendelea na shughuli zao za kila siku. Hiyo ithibitisha kwamba hakuna yule ambaye alikuwa anataka kumsikiza. La pili, akiwa katika mradi wa kuzindua baadhi ya miradi ambayo amefanya, tumesikia wananchi mara si moja wakiimba one term wakati ambapo anahutubia. Na hilo ni thibitisho kwamba Ruto amewachosha wananchi. Sasa
jambo ambalo nimefanya udadisi na uchunguzi wangu na kuhakikishia wananchi kwamba ni kweli, wakati wowote Ruto anataka kufanya mkutano pahala fulani ama anataka kuzindua mradi fulani, kitambo wananchi wangejipeleka ili kwamba watake kumsikiza. Hata mimi nakumbuka nikiwa mdogo, rais angekuja katika ama angetembelea mtaa wowote karibu na ni pahala popote, wakati ambapo pahala popote nilikuwa na hapo ishi, hasa nikiwa katika chuo kikuu, tungeenda pale bila kulipwa ili kutaka kusikiza rais wa nchi anataka kuzungumza nini. Na ungekosa hata nafasi, hata siafu zingekosa nafasi ya kupita, kwa sababu umati ulikuwa wingi wa kujitolea kutaka kumsikiza nani? Kiongozi wa nchi. Sikujua kwamba tunapokuwa wakubwa, umri unapoenda, watu wanaendelea kuchanjaruka, watu wanaendelea kuelimishwa na kufahamu kwamba si wakati wote utasikiza uongo, si wakati wote utataka kumsikiza kiongozi ambaye anakudanganya. Sasa hivi ikiwa Ruto atatumia hela ama pesa kuwapa viongozi kutafuta watu na kuwalipa ili wakuje kumsikiza na kumshangilia, Ruto atakosa mtu wa kuhutubia. Atawaongelesha tu wale ambao ni madereva, mabodyguard na wale ambao wamemsindikiza katika mradi wowote ambao angetaka kuuzunua. Mtandaoni umeona watu wakizungumza kuhusiana jambo la muhimu ambalo ni jambo lingine ningetaka tutenge muda mwingine ili kuzungumzia, kwamba watu wanabebwa na mabasi ya shule ili wahutubiwe na Rais William Ruto. Sasa Ruto siku ya jana alikuwa katika maeneo ya Dandora kuzindua mradi wa affordable housing na a technical institution ambayo ilifanywa ujenzi. Na haswa baada ya kuzindua, Ruto ana tabia ya kutaka kuchisifu na kuelezea wananchi kila ambacho amekifanya. Baada ya kuzungumza, akampa nafasi Jalango ili awahutubie wananchi, na akamuita Jalango kuwa seneta mtarajiwa wa jiji la Nairobi. Lakini wananchi hawakulipokea vile ambavyo Rais William Ruto alitarajia wapokee, bali walizungumza na malalamiko. Na baadaye wameona wananchi wakilalamika kwamba hawakulipwa hela ambazo walikuwa wameahidiwa kwamba watapewa baada ya kuhudhuria mkutano huo. Na wananchi hawa wanamlalamikia Jalango kwamba yeye ndiye alikuwa mpangaji wa aswa hafla ile ya usinduzi. Yeye ndiye aliwaahidi kwamba mkihudhuria na kumsikiza na kumsifu rais, nitaona kando. Lakini hakufanya hilo. Ni kama kwamba alikula zile hela ambazo alikuwa amepewa ili kuwapa wananchi ambao walikuwa wanamsikiza na kumsifia Ruto alipokuwa akipeana hotuba yake. Ni jambo ambalo mtazamaji tunafaa kuliondoa katika jiji la Kenya, kuliondoa katika taifa la Kenya, niwe radhi, ili kwamba tubadilishe jinsi ambavyo mikutano inafanywa. Kwa sababu tukiendelea kuwalipa wananchi hivyo, basi ni kwamba viongozi badala ya kufanya kazi watakuwa wanatenga hela ambazo zimewekwa kufanya mradi ili kuwalipa wananchi wawasikize. Na ni jambo ambalo ni la kusikitisha mno. Mtazamaji, Kenya pale ambapo imefika ni kwamba wananchi wamechanjaruka. Wananchi ni wasomi, wananchi wanafahamu haki zao, kwamba hawatakuwa wanasikiza mwananchi ambaye
kiongozi ambaye anawadanganya, bali watasikiza kiongozi ambayo anatekeleza yale ambayo anayazungumzia. Na hilo ndilo Rais William Ruto amekosa. Ndiposa vijana wamesimama na kusema kwamba Rais William Ruto, ikiwa utatekeleza yale ambayo unawaahidi wananchi, utakuwa na muda mgumu kurejea katika awamu ya pili kwa uchaguzi ujao.